Sijui nianzie wapi wala nimalizie wapi. Sinatangirira nkarangiriza he. Sababu ya furaha ambayo iko mioyoni mwetu kubera ibyishimo biri mu mitima yacu. Jana jioni nimeweza kufurahia Mungu. Mugoroba w'ejo nishimiye Imana. Kuna mahali ambapo wimbo moja imenipeleka, hari ahantu indirimbo imwe yankoze, na kuna maono mapya ambayo Mungu ameweza kunionyesha. Kandi hari ishurisha Imana yanyeretse. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitajaribu kufanya mambo tofauti kwa sasa. Aragerageza gukora ibintu bitandukanye sababu kubera ko unajua ni nini amesema Kiswahili. Kuna gambaro ngabanya kumukiza kigabana. Anajaribu kuchukua muda kugira ngo ngabanye amarangamutima ili aweze kupunguza hisia zake. Ndio sababu nikaongea Kiswahili. Niyo mpamvu ari uvuga mu sababu nikiongea Kiruga kubera ko avuze mu rurimi rwiwe labda hatuwezi kutoka sasa. Zashoboka yuko tutashobora kurangiza, lakini nitajaribu kuongea machache. Ariko aragerageza kuvuga mu mwoke. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tulikuwa na mkutano wa shukrani kwa Mungu. Twari dufite igiterane cy'amashimwe kwa Mungu. Tulikuwa tukizania kama watu watakuwa wengi sana. Ariko tutekereza yuko abantu bashobora kuba benshi. Lakini haikuwa vile. Ariko siko byagenze. Lakini wale ambao wamekuja, ariko bari yabashe, tumeweza kusimama kwa niaba ya wengi. Twabashije kubana na Mungu ameweza kutenda makuu. Kandi Imana yabashije gukora imirimo ikomeye. Na siku niliwaambia kama miujiza ya Mungu, na harusi nabagiye kubitangaza by'Imana, hautaiona kama vile mbuzi wala ng'ombe. Hakuzabibona nk'intama cyangwa inka. Miujiza ya Mungu, ibitangaza by'Imana, si kama maua haya. Ntabwo ari nk'iyimitako. Lakini miujiza ya Mungu, ariko ibitangaza by'Imana ndani ya watu biza bikoreka mu bantu. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jioni waliimba wimbo. Nimugoroba barimba indirimbo. Alisema la si njia rahisi. Aravuga ngo ntabwo ari inzira yoroshe. Kutembea na Yesu, kugendana na Yesu, kuongozwa safarini, kuyoborwa mu njia rahisi. Ntabwo ari ijambo yoroshe. Safari ya kwenda mbinguni, urugendo ruje mu ijuru, sio njia rahisi. Ntabwo ari inzira yoroshe. Lakini kuna njia rahisi. Ariko hari inzira yoroshe. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Wakati tunapokuwa na moyo wa shukrani, iyo dufite, wakati tunakuwa na moyo wa kumsifu Mungu, iyo dufite, wakati tuna moyo wa kumwabudu Mungu, iyo dufite umutima, hiyo ni njia rahisi. iyo ni inzira yoroshe. Sifa kwa Yesu. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Hiyo ndiyo njia rahisi. Iyo niyo nzira yoroshe. Sababu njia ya kwenda mbinguni, kubera ko inzira ija ku Mana, ni njia ambayo inapitia katika moyo wa mtu, ni inzira inyura mu mutima w'umuntu. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Wana wa Kora waliweza kuimba. Abana ba Kora bararirimba. Waliimba sura ya 84. Bararirimba 83. Mstari wake wa 6. N'umurongo wa 5. Waliweza kuimba wimbo moja ya ajabu sana. Indirimbo imwe Wanasema kama wale ambao wana mioyo yao katika njia zao. baravuga ngo bari abafite inzira zabo, wana njia katika mioyo yao. bari abafite inzira mu mutima Wakati wabo. wanapopita katika bonde la Iyo bageze mu gikombe cy'urupfu, Bwana huuliza. Sifa kwa Yesu. haleluya. Oh, haleluya. Amen. Yesu asifiwe cyane. Haleluya. Sijui niongee nini. Sizi icyo navuga. Sijui niseme nini. Sizi icyo navuga. Na nitajaribu kutumia muda mfupi sana. Aragerageza gukoresha umwanya muto cyane. Akanya gato cyane gashoboka. Muda mfupi sana. Undi mwanya mwana tushimira Imana. Wakati mwingine ni wa kushukuru, kuko ni umwanya wo gushima. maana ni wakati wa kushukuru. Hari igihe cyo kuvuga, Kuna wakati wa kunena, hari igihe cyo guceceka, kuna wakati wa kunyamaza, hari igihe cyo kwishima, kuna wakati wa kufurahi, igihe cyo gutera imbuto, na kuna wakati wa kupanda mbegu, na kuna wakati wa kuvuna. Sifa kumenya igihe cyawe. Ajua wakati wako. Zaburi 103. Zaburi ya 103. Zaburi 103. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza. Oh, haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindi byose mwe muhimbaze izina ryegera. Mutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Amen. Zaburi kandi ya 34. Zaburi ya 34. Ndaikunda pastor ikozeho nimugoroba. Naipenda sana na pastor amegusia hiyo. Reka nanjye nombe nikorera. Acha na yeye aongelee tena hiyo. 34 Zaburi. 34 Zaburi. Umurongo waho wa 3. Na aya yake ya 3. Aravuga ngo Uwiteka niwe mutima wanje uzirata. Abanyamubabaro bavyumve bishimye. Ufatanye nanje guhimbaza Uwiteka, dushirane hejuru izina ryegera. Nashatse Uwiteka aransubiza, akiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurevyeho bavirwa n'umuco, mu maso yabo ntiyazagira ipfunwe iteka. Iyo umunyamubabaro atatse Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago byose. Marayika Uwiteka abamisha amahema kugota abamwubaha akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa abamuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwaberamwe, kuko abamwubaha batagira ico bakena. Imigozi y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira ico bakena. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Umunsi wa 3 gushima. Tuko kwa siku ya 3 ya kushukuru Mungu. Kushima na kwa 5 tulikuwa tukishukuru Mungu siku ya Ijumaa. Kushima ahari kwa 6 siku ya Saturday kwa kuimani bitangaza imani kwa kazi ambazo kwa maisha yetu na kwa maisha ya kanisa. Twarategereje, tumetazama, tumaze kureba byinshi, tulipochunguza sana dusanga imani yo kwizera, tukakuta Mungu ni mwaminifu. Hakuna jambo lingine tunaweza kufanya tukavuga ngo urushime Mungu kumrejeshea heshima na shukrani. Haleluya. Amen. Bavuze Zaburi cyane, wameongea kuhusu Zaburi, basobanuye cyane, wamefafanua hiyo, bagaragaje ko tubwira Zaburi icyo sigawi uko sigawiye, wamejaribu kutangaza uko zari zaranditswe na venye zimeandikwa. Ariko iyi Zaburi y'3 twatekereje, lakini Zaburi hii ya 103 Zaburi ikomeye, ni Zaburi kubwa sana, Zaburi yo gutahura imirimo n'ibitangaza by'Imana, Zaburi ya kutambua kazi yo gutekereza imirimo y'Imana, Zaburi ya kufikiria kazi ambayo Mungu amefanya. Mfalme Daudi mwene Yesaya, mtoto wa Yesaya, Biblia inatubwira ngo, Biblia inasema amaze gutekereza imirimo Imana yamukoreye, alipofikiria kazi Mungu amefanya, amaze gutekereza intambara Imana yamutsindiye zose, alipofikiria vita Mungu amutekereza mu rugendo rwose kubwe yatoranijwe, alipofikiria safari ikamuhagamagara ari umwana muto, na Mungu akamuita Imana imukuye mu rwuri, Mungu kumtoa huko Imana iramuzana ngo imuhindura umwana, Mungu akamleta na akaanza kuwa umwami w'Hebroni, akawa mfalme wa Hebroni. ngo Hebroni ngo nanone Sauli aje kumuhigirayo, Hebroni huko Sauli akamkuta. imyaka 7 ishire, miaka 7 ilipomalizika. sifa kwa Yesu. Haleluya. Imyaka 7 ishize, miaka 7 ilipomalizika, Daudi abi Hebroni, Daudi akatoka Hebroni. Biblia tugira ngo yongera kandi kuza gushaka uburyo yo Biblia inasema akarudi tena kutafuta. yari kumwe muri ngabo nyinshi zimukikije bagenda, alikuwa na majeshi mengi, bazamuka ku misozi y'i Karemeli, wakapanda mlima wa Karmeli. igihe bari kuri Karemeli, Walipofika Biblia Karmeli, tugira ngo niho basanze umugabo witwa Nabali, Biblia inasema wamemkuta Nabali umugore witwa Abigayili, pia na Abigaili mkewe. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Daudi walipomkuta bari Karemeli ku misozi Karemeli, akiwa huko Karmeli, ngo yari afite umurimo ukomeye cyane, alikuwa na kazi kubwa sana. oh sifa kwa Yesu. Maana ndio ngo Karemeli, Mungu akamwambia hata huko Karmeli watakuja. Akatoka huko akaenda, ahantu bagiye mu ishamba, lakini mahali walipoingia porini ikawa shida kwake. ahamagara abasirikare bagendanaga, Akaita jeshi lake walikuwa nalo, akawaambia ona njaa, maajabu yamekuwa mengi, none ndabingiza na wasihi nimugende muzamuke musubire kuri Karemeli, nendeni mkarudi huko Karmeli tulipokuwa. kuri Karemeli, Mkifika huko, Bwana atukuzwe. haleluya, Bwana Yesu asifiwe.
baramubwira ngo uraza kubasanga umugabo witwa Nabali. Wakamwambia mtamkuta Nabali huko. Mubwire ngo uduheze kuzo kurya. Mwambie tunataka chakula. Ngo igihe twabaye kuri Karmeli. Wakati tumeishi huko Karmeli, twakurinda imikumbi yawe. Tulijaribu kulinda mafugo yako. Igihe twabaye kuri Karmeli. Wakati tulikuwa huko Karmeli, hakuna ng'ombe ala mbuzi imepotea. Haya yote tumelinda. Mkimaliza uduheze kwiha. Utupeye huyo ni mfalme Daudi ametutuma. Nabali izina niwe muntu ngo ni ikigoryi. Jina ndiye mtu inafanya Daudi urabwira ngo si Daudi ni. Akawaambia hao jeshi, je, Daudi ni nani? Kandi namwe ni Yesaya ni. Na tena mtoto wa Yesaya ni nani? Ati bubu kivuga hamusubire. Ondokeni hapa. Daudi ngo barakaruka. Daudi wakarudi. Ngo bamubwira makuru y'Uzaba. Wakamwambia habari. Bamaze kumubwira makuru y'Uzaba. Walipomwelezea, ngo Daudi akabwira abasirikare biwe. Daudi akawaambia jeshi. Akawaambia nyinyi nyote. Abishai na Asaheli. Nyinyi nyote jivikeni. Mtayamuke tuende kwa boma ya Nabali. Ikiwa kijana ama cyangwa imikumbi cyangwa umugara ama mafugo yote, ngo nta numwe uzasigara. Hakuna mmoja ataokoka. Kandi ntihagira usigara. Na ikiwa ataokoka, Uwiteka Imana yagize abipo. Mungu akaniazibu kwa lile. Matore cyane. Haleluya. Mana itore cyane. Bwana Yesu asifiwe. Bizivuga ngo Daudi ngo yamanuka n'uburakari. Daudi akateremka akiwa na hasira. Akiwa na hasira. Ariko ageze mu kabande. Lakini alipofika agiye kugera ahantu agiye guhora. Kufikia umugore witwa Abigayili. Kateremka mwanamke Abigayili ngo araza. Abigayili akamubwira amagambo atatakomeye. Akamwambia maneno akamubwira ngo umve Daudi. Akamwambia sikilizeni Daudi. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Umwana usikomza bila. Asikieni namna unabii. Abigayili yatavugana na Daudi. Abigayili alikuwa hajaongea na Daudi. Daudi ni musiru. Alikuwa hajaongea na Daudi. Usimuza kuriwe. Lakini unabii unamjia kwa Daudi kukumusubwe. Akamwambia najua siku moja Mungu wa Israeli amekuja kuhindura umwami wa Israeli. Kuweka kuwa mfalme wa Israeli. Kuhindura umwami wa Israeli. Na ukiwa mfalme wa Israeli, umaze kumena amaraso y'ikigoryi. Na ukiwa umemwaga damu ya mbubafu, atuzazukira aho wigaye. Je, utajigairi wewe? Wono. Na sasa Mungu abariki mwanakazi wako. Samehe mtumishi wako. Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Zaburi ya 3 nataka kuongea kuhusu Zaburi ya 103. Mutima waje bazubite. Roho yangu umsifu Mungu. Naamini muzose yaliyo ndani yangu bazubiteka. Msifu Bwana. Tuibaki. Msisahau ibizubiteka kuri Yesu. Mema Mungu amekutendea. Amen. Haleluya. Kandi twese tuvuge ngo haleluya. Tena haleluya. Tuibaki. Usisahau. Abigayili kuyongera kandi kuamugirindisha. Abigayili akanaye kutasi imbere ya Daudi. Akanyenyekea mbele ya kandi baramubwira. Akamwambia umugabo wanje yitwa Nabali. Akamwambia kandi Nabali ni kweli kigoryi. Na Nabali maana yake ni Mungu. Kandi umurengere. Na kusihi ujaribu kumsamehe. Daudi akasikia shukrani. Akasikia shukrani. Akaimba nyimbo katika akaimba wimbo. Akasema Abigayili, wewe msifu Bwana. Hata akili yako sifiwe. Haleluya. Bwana amelinda mikono yangu kumwaga damu. Daudi akarudi. Aliporudi akaenda huko jangwani. Alipofika jangwani, Sauli akaendelea kumuwinda. Sauli akaendelea kumtafuta. Ukisoma Zaburi ya 55 inasema hata mimi Daudi, mimi ni kama ndege. Mimi ni kama ndege wa milimani. Mahali ninafika watu wananiwinda. Hata mimi nimekuwa kama Sauli. Sauli. Mimi nimekuwa kama chao. Wakaingia nyumbani. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Kuna ya Mungu wewe umutima wawe bazubiteka. Atakwambia roho yangu umutima wawe na
uhimbaze Uwiteka. Natakwambia roho wangu msifu Mungu. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Daudi waravuga ngo arasura kwateka mpa. Akasema acha nitoke hapa. Kwa mpige kumusozi. Kwa maana wameniinda katika milima hii. Kaje Mungu. Acha niingie kwenye niingie huko jangwani kwenye mwamba. Akaenda huko katika jangwa ya Negevu. Alipoingia katika mwamba, jeshi lake likakuja likalinda hapo kwa mlango. Kwa maana walikuwa ndani sana na walikuwa wamechoka sana, wakasinzia. Waliposinzia, Sauli akakuja akatembea pamoja na jeshi, wakaenda wakaingia kwenye lango. Oh, haleluya. Haleluya. Kani cyane haleluya. Bagereza ku muryango w'umuvumo neza. Walipofika kwenye lango la mwamba. Walipofika ku muryango w'umuvumo. Walipofika kwenye lango la mwamba. Chantangaje giteye ubwoba. Neno lililoshangaza. Biblia ngo bageze mu muryango w'umuvumo. Biblia ikasema walipofika kwenye lango. Au kusanga Daudi mu muvumo nabo. Wote badala ya kumtazama mu ruho. Wote wakachoka. Bose bararuha. Wote wakachoka. Wamaze kuruha bose uko barajana. Wakachoka wote. Kwa Sauli baraza. Sauli akakuja. Akamwambia Abuneri. Akamwambia Abuneri. Kuja tusogelee katika. Tukikaribia mwamba. Hata tuketi mahali hapo. Tuweke miguu yetu katika. Tuone kama tunaweza kuwa na joto. Alipoingiza miguu yake, akasikia joto. Aliposikia joto, usingizi kumshika. Daudi Daudi akaamka, akaimba wimbo, akasema mwamba, Bwana uweka hema lake kutufu. Mnajua kwamba maadui wanakuja wanaingiza miguu katika mwamba, lakini Bwana amezungusha. Bwana amezungusha hema lake. Tumezingirwa na hema za Mungu. Haleluya. Hema za Mungu ni za ajabu. Akaambia watu, tumeamka. Yesu akamwambia tuue huyu mpumbavu twende ili turudi nyumbani. Lakini Daudi, roho yangu umshukuru Bwana. Yaliyo ndani yangu msifu jina lake. Acha tuinue jina lake. Haleluya. Akasema hivyo. Akasema acha tuombe, tumuonyeshe huyu kwamba tumemwona. Chukueni mkuki wake. Pia na chombo alikuwa ameweka maji, pia tuende. Wakaenda. Lakini siku hiyo Yesu hakutoa. Yesu hakutoa. Walipofika ngambo katika porini, walipofika huko porini, Daudi akageuka, akamwita Abuneri, jeshi kubwa alikuwa amemlinda Sauli. Akamwambia, nini imesababisha wewe kusinzia? Abuneri akasema, nimemlinda, tuko na yeye. Chunguza silaha yake na pia mahali mlikuwa mnabeba maji. Walipoamuka, Sauli alipoamuka, wakaona miguu yao kwenye mikanyaga, wakaona mahali alikuwa amelala, wakashangaa. Siku ingine na pasta mmoja ametuambia Satani
hawezi kuenda kamwe. Sauli akarudi. Kwa yale wamemtenda, Daudi akapanda tena na akasema wacha tuende kwa mafugoni. Alipofika Sauli akakuja tena na akakuta tena wamesinzia. Ndiyo siku Abishai amemwambia wacha nimupige mkuki. Katika siku mengi tumechoka wacha turudi mugani adui wake akiwa na njaa mpe chakula, akiwa na kiu mpe maji. Hiyo ni kama kuchukua moto na uweke katika kichwa chake. Akamwambia huyu acha tumuonyeshe. Daudi akasema nitafanya jambo moja. Akakata kwa nguo yake, akakata nguo ya jeshi. Daudi akaweka kwa mfuko, akamwambia ondoke. Wakaenda. Roho yangu msifu Bwana, yaliyo ndani yangu mliinue jina lake. Alipomaliza kusema hivyo, alipoondoka, Biblia inasema Yesu hakuchoka. Oh, haleluya. Yo, sifa kwa Yesu. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Ndiyo siku kama ukifanya hayo, adui zako wanarudi wanasema kweli ni Mungu. Sauli akamwita Daudi mtoto wangu. Daudi mtoto wangu. Najua tangu sasa hivi tangu sasa si Daudi alitoka hapa akamwacha wakaenda huko ajua alikuwa mingi wakaenda kwa Elimeleki kuhani mkubwa akamwambia jeshi kupeleka ugali akamsinda gari kubwa. Hiyo inakuliwa na watu ambao hawako kama Bwana. Yesu hakuchoka. Yesu asifiwe. Ibisi gari ya makuhani. Hiyo inakuliwa na kina. Kwa wafafanulie jambo hilo. Sifa kwa Yesu. Kanechane haleluya. Oh, sifa kwa Yesu. Morani. Walipomaliza akampea ugali hiyo. Daudi akamwambia ni masiku niko jangwani, niko katika pori, nina nguvu za kukula hiyo ugali. Akaleta ugali hiyo. Kuhani Aroni alikuwa ugali 12. Elimeleki akampea Daudi. Daudi akaenda akakula na akapea jeshi lake. Jeshi wakawa na nguvu. Walipokuwa na nguvu kuwa na kumwambia Sauli akasema wakati huo Sauli akakuja goyica abatamzi 45 akaua makuhani
85. Watanze 85 wakafa. Hao wakakufa wote. Daudi akahuzunika na hayo akaandika kwenye roho, na hiyo akaliandika, akasema siku moja nitashukuru. Wacha tuharakisha. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Kande chane haleluya. Haleluya. Akatoka hapo akasema yamemalizika. Japokuwa ni watu walio kwa ajili yangu, makuhani wanaanza kukufa kwa ajili yangu. Makuhani 80 Sauli amechinja wote. Akasema wacha niondoke niende. Wacha niende huko kwa hata Wafilisti. Lakini kwa sababu nimepata wacha nielekee huko. Akakimbia. Akaenda huko Gati. Alipofika Gati, ndio watu wote maana alikuwa tunafanyia Mungu Mungu akatafuta haikuwezekana. Watu wote wakasema ni Daudi. Yule amemuua Goliathi. Tumemuona Gati. Tumemuona tumemuona huko. Lakini kuna lile alikuwa anataka kumwambia shukrani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu kuna wakati Daudi alipofika, waliposema habari kwamba ni yeye, wakamleta, wakimushika, wakamwambia tuende Gati, tuende huko kwa mfalme, kwa mfalme Kishi. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Kande chane haleluya. Haleluya. Wakamleta huko kwenye ofisi. Walipofika, kabla ya kufika, Roho wa Mungu ukashuka kwenye Daudi. Ukakuja kwa Daudi ukamwambia, mahali unafika hutatumia silaha, hutatumia. Sifa za Yesu. Haleluya. Oh haleluya. Mahali pote utafika, vita vyote utafika, lakini wacha niwaambie, Mungu ameniambia tuvuke huko, tuvuke Yordani twende, lakini Mungu ataturejesha. Ndio wakati umefika, wakakutana na mtu mwanaume mbaya. Hao Mungu atulinde wakina Shimei. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Kande chane haleluya. Shimei wakawaambia, wewe mpumbavu mwanaume. Wewe mwanaume mpumbavu.
Wengekuwa wewe mfalme wa Israeli, na wewe ni mwenye haki, na Mungu anasababisha mtoto wako akukimbize katika mji huu. Jeshi la Daudi likageuka, wakasema wacha tumshike. Daudi akamwambia mwacheni tuondoke. Kuna lile Mungu alisema ayavuganye naye. Kuna lile Mungu alisema nitakutetea Israeli. Kama siku moja mfalme wa Israeli. Wakaenda. Bageze ibisikeye. Walifanya siku chache huko. Imani yake Mungu akawarejesha tena. Mungu alipomrudisha Daudi akakumbuka. Ahera ko bahagere impare mahe. Hapa si Mungu umesubona. Roho akamwambia wewe kuwa chizi. Akawa chizi. Alipokuwa chizi, usome Biblia vizuri. Akaanza kufanya mambo ya chizi. Akaanza kukula makucha nyumba. Hata kutema mate. Chizi akakuwa chizi. Mfalme alipomwona akamwambia, nyinyi ni wapumbavu. Nyinyi ni wapumbavu. Daudi mtoto wa Isaya. Daudi mtoto wa Isaya. Ni yeye mnasema ni huyu chizi. Mnaleta chokora hapa. Rudisha huko huyu chokora. Sifa kwa Yesu. Na Daudi kuna lile jambo anafuata. Kuna ile target yake hapa. Wakamshika. Musubizeyo uyu muswa. Lakini Daudi mutima wanje we himbaza Uwiteka. Roho yangu umshukuru. Mutima wanje we himbaza Uwiteka. Roho yangu umshukuru. Yandika Zaburi ya 34. Akaandika Zaburi ya 34. Walipomtupa alikuwa yeye ni mzima. Alikuwa si mjinga, akili yote. Wakimtupia hivi anapiga hatua tatu. Chini hapo kwa mfano kulikuwa na pori. Alipofika katika hii Zaburi akasema mkujeni tuambie watu wote wanaojua kumsifu Mungu, kuja tusaidiane kuliinua jina lake. Akasema Mungu wa Bwana wa Israeli ndiye anazingira hema zake ili atulinde. Kwa hiyo sifa kwa Yesu. Haleluya. Kandi cyane twese tuvuge ngo tena haleluya. Kwa hiyo wacha niwaambie habari. Mwanzo tusipotoka. Kuja nyinyi nyote. Sifa za Yesu. Haleluya. Kuja nyinyi nyote. Mkuje mmoja. John mmoja na mtume mema ya Mungu. Yesu ni mwema. Nimefafanua. Nimeelewa vizuri. Sana kama sali ya nyuki. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Njoni muone Yesu yu mwema. Yesu yu mwema. Njoni muone Yesu yu mwema. Njoni muone Baba yu mwema. Haleluya. Njoni muone Yesu yu mwema. Mungu
Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea na nyimbo. Akaenda na nyimbo ya kumshukuru. Akaimba. Walipofika mahali akageuka. Mafundisho yanasema akageuka. Alipochunguza huko kwa mfano, akaona hakuna mtu amemfuata. Alipochunguza huko na huko, akaona hakuna jambo lingine. Alipojikuta kwenye pori, akajua kwamba huko kuna simba na dubu. Watoto simba wa vijana wanaweza kuwa na njaa. Hawatakosa jambo lolote. Simba inaweza asubuhi. Hata inaweza kosa chakula. Ikijaribu kutafutisha na tena kufanya pole. Lakini wanaotumaini Mungu hawatakosa jambo lolote. Mungu tumaini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumaini Mungu. Daudi akakumbuka kazi, akakumbuka mambo hayo, akakumbuka safari yake, akakumbuka mahali amepitia. Alikuwa katika uzee wake alipongojea sana, alipoketi alikuwa ametulia na akitarajia wakati wake wa kuondoka na akingojea wakati wake. Akaambia roho wake, Yesu asifiwe. Yesu akamwambia roho yake, roho yako mtukuze Bwana, yaliyo ndani yako na ninyi msifu jina lake. Usisahau roho yako, usisahau hata siku moja, usisahau hata siku moja. Mungu akimtendea mtu hapo usisahau yale Mungu usisahau vitu lakini Mungu akikuita, Mungu akikupea kazi, Mungu akitaka kukuzawadia, Yesu anakutumia. Haleluya. 2015 Mungu anazawadia vizuri. Mungu enyi watu wake, Mungu anapeana mshahara vizuri, si kama watumishi. Hawezi kupeana mshahara kama hawezi kupeana mshahara kama government ya Australia. Wanaweza kuingiza kazi watu na wanakufukuza, lakini Bwana Yesu asifiwe kama ametupea kazi. Sifa za Yesu. Haleluya. Sauti, acha niwaambie, wakati amesikia sauti, 2013. Sifa za Yesu. Amen. Kani chane, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Alikuja kumwambia kina mama hapa, mbele kuna lile jambo Mungu amefanya. Hiyo habari watakuja kusoma. Mwaka wa 2008 tulikuwa huko. Yesu ametumaini. Kandi data ametumaini. Sauti kapitia kwa mwanamume wa huko Kagogo wa Basama. Nakumbuka mahali hapa alikuwa anaketi.
Sema wewe unatoka katika nchi hii. Utaenda katika nchi ya Rwanda laini au utakaa huko. Na utaenda katika zingine nchi za ng'ambo. Yesu habichubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Kandi data ahabicubahiro. Kandi data ahabicubahiro. Asifiwe. Nugerayo. Ukifika huko. Nugerayo. Ukifika huko. Kwanza uweze kugira. Uzashika mwashika. Nitakupea kazi. Na tena usahitoro rizagarukia. Siku kanisa litaishia hapo. Uzamara kulishinga ngorije no kuyindi migabane. Na litaingia kwa continent zingine. Amen. Hallelujah. Oh, sifa za Yesu. Hallelujah. Tulipofika hapa, acha tugere tulipofika hapa, alikuwa imana ni gitana. Mungu ni wa ajabu. Imana ya Israeli ni gitana. Mungu wa Israeli ni Mungu wa ajabu. Abarevera babiri barangwanira. Mareverend wawili ubabaze basharo na wafu wakanitafutisha. Bahamagale ba bishop walipoita ba bishop na muhima n'abandi bapase bose bahari. Hao bishop wote wali abahamye baragenda twishira kwa kanisa kahari. Hao ni mashahidi tukaketi huko. Wawili wakaanza kunipiga ngumi. Jewe namuhamagaye namuhaya kazi. Sasa akasema nimemuita na nimempea kazi. No bishop Nkurunziza aravuga ngo jewe bishop Nkurunziza nasema Bwana mzee Das nimetuma mzee kutoka huko azaze tumusigire itorero kumwambia akuje ili tuwache fursa. Nyinyi mlipiga mkuu arahari navuga hapo. Huyo mtu mkubwa anaweza kujiamulia mwenyewe. Bila genda tura. Siku zikapita. Akaishi mahali hapo. Alikuwa akipewa mshahara wa gari za pesa zinazotumika kwa kushughulikia 13,000 akambezi 5,000 na gaza na mahinga. Ngo habari ninachotaka. Nilipofika mwaka wa 2015 imana ni kitangaza. Mungu ni wa ajabu. Sifa za Yesu. Haleluya. Tulipokuwa kwa kanisa hapo, na kulikuwa na wageni kutoka Uganda. Wakakuja wakasema, sikieni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu imesema wakati kutoka Mungu amekwambia tena mahali huko na kila wakati hakuna baraka kama kuna watu wenye wana baraka. Unafikiria kwamba watu mara kwa mara wamechanganyikiwa. Shahidi tulikuwa Kazitunga ni huyo Kazitunga Bishop Bigawalikuwa. Yesu ametuoa. Kandidata ahabituwa kwa imani. Na ikafika wakati mwezi wa 11 ndio nasoma hiyo zishtari. Mambo yakawa mengi sana. Nalibuka mahinga umesomera mpamagaye arawahamagara mwene wabo uri Abudala. Nakumbuka wakati mmoja walimuita hata wakaita kina mama. Umve ubwire Pastor Scott. Sikilizeni nikwambie pastor. Ugende unyemerere. Wende na ukubali. Ureke kutangirira itorero. Uache kuanzisha kanisa hili. Zaza guhemba ibihumbi makuta kuona kandi zaza guhahira. Na tena nitakuwa ninakununulia chakula. Hayo matunda yameshikia kwa hii ni uongo. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo kohana mwezi kwa 5 kuita 10. Ilipofika mwezi wa 5 tarehe 10. Wewe haikuita kichera hapo mtatusuka kusema. Tarehe 9. Kuita kichera. Tarehe 9. Pita gahiri n'umuboro mwishu. Alikuwa na huzuni sana. Haya ni bazuko bizameresho abana. Za mama ataendekaje? Kandi kadabagire. Na watoto wengi. Mungu akasema, sikilizeni hili.
katika huzuni huo uruce nahamagaye Pastor Musafiri na Mariko muzabaza n'abagabo alimuita Pastor Musafiri na ndababwira ngo Imana yampaye ihumure akamwambia Mungu amenifariji ngo tugende twigirire icyizere Mungu amenifariji ameniambia nayo yigaruke ngo tugirire icyizere na Mungu pia tufanye ibintu byose muzabikora n'Imana na mambo mengine yote kandi reka kwezi kimenyetso kimwe acha kumupee haleluya haleluya amen kandi cyane haleluya haleluya na kanisa ambalo mtaingia muzakura muri genda ryangishira itakuwa kwangishira amen iyo inka yangishira bazaba kama waje kuyimaza igasubira kare waje kuyimaza igasubira kare waje kuyimaza kama igasubira kare yagwa mu kuzafunga itoro ngo izagenda gahoro itaenda nikikuwa hatua kwa hatua yangishira gahoro gahoro itaenda nikikuwa hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kandi cyane haleluya. Yo tuzamwenda tugiza haleluya. Haleluya. Iyo Mungu ni mwaminifu. Tabitagisi. Hakuna jambo. Miaka 7 imemalizika. Huyu mwaka ni mwaka wa 8. Mungu ni mwaminifu. Unajua yale mambo madogo zile hayo yote Mungu akaleta ili Mungu ni mwaminifu. Sifa kwa Yesu. Sifa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku moja aliniambia niko mbele zenu. Amen. Yesu ahabitu. Bwana Yesu asifiwe. Kaniambia hata chemcha moja kizima ninaweza toa ingine. Hata wale ukisema kazi saa hii na mabalizika enda ujishughulikie. Mungu anaweza leta ingine chemcha kwa sababu ni Mungu ni mwaminifu. Papa Yesu. Haleluya. Sifa za Yesu. Haleluya. Ngara sisi tunafunga ni ngoro. Patro niwe gaza kusomea hizo kwa mgezi by'ibishaki by'ibitoro. Ungekande kubasaba bw'itorero. Nawaomba tena na kuwasihi. Ongere kandi ujye Imana ikize. Jua kwamba Mungu utekereze kuko Imana yo kwizera. Fikiri kwamba Mungu ni mwaminifu. Yego Imana yo kwizera. Mungu ni mwaminifu. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Kandi cyane bene data haleluya. Yo haleluya haleluya. Dufite Imana yo kwizera. Dufite Imana yo kwiringirwa. Dufite Imana twishingikirijeho. Dufite Imana twegamiye. Ntabwo twegamiye yacu. Ntabwo twegamiye tuvukana. Ntabwo twegamiye Imana rwose. Twegamiye Imana ibidushoboye. Twegamiye Imana ibidubasha. Twegamiye Imana ibadukwiza kabya. Iyo ni Imana twegamiye. Iyo ni Imana dufukamira. Iyo ni Imana twadusenga. Iyo ni Imana twegamiye. Ugende mwongere kandi mwegamire Imana. Mtu akikuita kazi unaweza kuachilia. Mungu atakuongoza mtoto wako awaongoze. Iyo Mana siyo kwizera. Huyo Mungu si mwaminifu. Iyo Mana siyo kwizera. Huyo Mungu si mwaminifu. Nini tunaweza kosa? Yale nilikuwa nataka kuambia kuko Imana isivuga kandi gasohoza. Mungu anasema na Yesu ahabitu.